kipindi hiki. Kumbuka kwamba nitarejea baadaye ni watambue nyote kwa jumla kama wale ambao wamekuwa nami tangu nilipoanza mwaka huu mzima mpaka kipindi cha leo. Kwa hivyo ni shukrani za dhati kwenu nyinyi nyote, na bila shaka kumbuka kuendelea kufuatilia ama kutufuatilia kwenye mitandao yote ya kijamii, kuanzia pale Facebook, kuenda pale Instagram, kwenda pale LinkedIn, kwenda pale YouTube, kuingia kwenye website ama tovuti yetu ambayo ni www.agrnews.co.ke. waweza kutupata pale, bila kusahau application. Our application by the way inaitwa Bagusi Global Radio. Ingia pale App Store ama Google Store, type Bagusi Global Radio, download that application ili uwe unatusikiza kila siku kwa masaa 24 wiki mzima. Anyway, kabla sijarudi niendelee na mambo mengine, kwanza kabisa ni taarifa kwa ufupi jinsi ambavyo zinaletwa katika kipindi cha Anza na Bwana. Naanza na swala kule kwenye bunge la Seneti, ambapo kikao ama kamati maalum ya Seneti ambayo ilikuwa imeteuliwa ili kuhoji gavana wa Meru Kawira Mwangaza ilimaliza vikao vyake hiyo jana, wakati ambapo Mwangaza alifika mbele ya kamati ile akajitetea, akatoa ushahidi, vile ushahidi ukatolewa kwenye upande wa County Assembly ya Meru. Na kwa hivyo kesho ambayo ni Ijumaa, Spika wa bunge la Seneti Amason Jeffa Kingi ameandaa kikao maalum cha bunge la Seneti, ambapo mambo kadhaa yatajadiliwa. Miongoni mwa mambo ambayo yatajadiliwa ni ripoti ambayo itakuwa imeandaliwa na ile kamati kuhusiana na hoja ya kumuondoa afisini Kawira Mwangaza. Jambo jingine ambalo litatokea pale ni kuapishwa kwa seneta wa Bungoma David Wafula Wakoli, ambaye aliteuliwa katika uchaguzi ambao ulifanyika tarehe 8 mwezi huu. Kwa hivyo ni baadhi ya masuala ambayo yatazungumzwa ama yatafanyika katika bunge la Seneti hii leo. Giachana na swala hilo, ni kupeleka upande mwingine kwamba serikali inaendelea kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata interneti ambayo ni ya bila malipo, wengi wanaita wifi. Hiyo juzi katika eneo la Ahero, kaunti ya Kisumu, waziri wa mawasiliano na habari Eliud Owalo alizindua wifi katika soko la Ahero, akisema kwamba baada tu ya kuzindua inaonekana kwamba watu wengi wameanza kutumia ile internet. Wengi wakishukuru sana serikali kwa sababu wamepata njia hata ya kuwasiliana na wateja wao bila malipo ili kuendeleza biashara zao. Na vile mtu mmoja aliangamia hiyo jana baada ya basi la Modern Coast kubingiria na kuanguka kwenye mto Nyakomisaro katika kaunti ya Kisii. Inasemekana kwamba basi lile lilikuwa limeegeshwa na lilikuwa linaondoka Kisii kuelekea Homa Bay, lakini wakati linarudi kinyume kidogo, breki zikakatika na dereva akapoteza usukani wa gari lile. Ni kupeleka katika kaunti ya Kiambu, ambapo watu zaidi ya 20 wamelazwa katika hospitali kule Ruiru, kaunti ya Kiambu, kwa kushukiwa kwamba waliambukizwa na gonjwa la kipindupindu. Inasemekana kwamba wale watu walikunywa maji ya mfereji kwenye hafla moja siku ya Krismasi, na ikapelekea wengi kuanza kuumwa na tumbo, mambo ama dalili ambazo kwa kweli zinajulikana kwamba ni za kipindupindu. Maafisa wa afya katika kaunti ile wameanzisha uchunguzi kuhusiana na swala hilo, na kumbuka kwamba Wizara ya Afya inawataka Wakenya wote kuhakikisha kwamba wanadumisha usafi wakati tunaelekea kuingia mwaka mpya. Nikiachana na swala hilo, ni kupeleka upande mwingine na kule katika kaunti ya Lamu, ambapo mratibu wa masuala ya
pwani, ukanda wa pwani, John Elungata amesema kwamba maafisa zaidi wa polisi, maafisa wa akiba watatumwa katika eneo la Witu pamoja na Panda Nguo ili kuhakikisha kwamba wanaweka usalama, na hii ni kufuatia kisa ambapo watu wawili waliuliwa na nyumba kadhaa kuchomwa siku ya Jumapili, wakati ambapo wahalifu walivamia kijiji kile cha Panda Nguo na Witu, wakiwataka wenyeji kuhama, na mzozo ulio pale ni kuhusiana na kipande cha ardhi. Nikiondoka pale nikupeleke nikujuze taarifa chache za kimataifa. Ni kwamba taifa la Angola, court ama mahakama moja kule Angola imetoa agizo la kutwaliwa kwa mali ya Isabela dos Santos, ambaye ni mwanawe aliyekuwa rais wa taifa la Angola Jose dos Santos aliaga. Inasemekana kwamba Isabela alikuwa ametoa yale mali kwa njia ambazo ni za kifisadi, na hivyo mahakama ikaamua zile fedha zitwaliwe, huku akitafutwa. Kumbuka kwamba nakumbuka mwezi uliopita nilikuwa nimekujuza kwamba alikuwa mahakama kule Angola ilikuwa inataka kamatwe Isabel dos Santos. Na kule Ukraine, Urusi inaendeleza mashambulizi katika jiji la Kherson, swala ambalo limepelekea watu wengi kuanza kuhama kutoka kwa jiji lile. Kumbuka kwamba pale awali wanajeshi wa Ukraine walikuwa wametua ule mji baada ya Urusi kutua, lakini mashambulizi yameongezwa eneo lile, kitu ambacho kimepelekea watu wengi kuanza kuhama kutoka kwenye jiji la Kherson. Nikupeleke kule Rwanda, ambapo Kigali sasa inasema ndege ya kivita ya DRC imeonekana ikiingia katika taifa hilo. Kumbuka kwamba kuna mzozo kati ya taifa la DRC pamoja na Rwanda, huku DRC ikishtumu Kigali kwa kusema kwamba wanaunga mkono lile kundi la M23 ambalo linaendelea kushambulia maeneo tofauti tofauti kule mashariki mwa DRC, jambo ambalo Kigali ama Rwanda imekana, ikisema kwamba haina uhusiano wowote na kundi lote haramu la kivita pale DRC. Hiyo ni baadhi ya yale ambayo nilikuwa nimekuandalia hapa siku ya leo. Na kumbuka kwamba wengi wakiwa wanatarajia kwamba shule zinapofunguliwa, ile hazina ya NGCDF itasaidia wanafunzi kurejea shuleni kwa kuwapatia bursaries. Wabunge katika maeneo tofauti tofauti wanaendelea kuweka juhudi, wakisema kwamba wanataka kutengeza kamati ama wanataka kuhakikisha kwamba ikifikia wakati ambapo shule zinafunguliwa, wanafunzi na wazazi watakuwa wanapata nafuu ama afueni kwa lile suala la kulipwa kwa karo kule shuleni. Ni baadhi ya yale tu ambayo nilikuwa nimekuandalia hapa ndani.